Habari rafiki, mimi ni Dr. Lucas. Leo tunaangazia swali muhimu sana kwa afya yako ya macho. Je, ni zipi rangi hatari zinazoweza kumfanya mtu kuwa kipofu? Kuna dhana nyingi zinazozunguka kuhusu rangi, hasa katika vipodozi, vyakula, nguo na hata taa za mwanga. Hebu tutazame ndani ukweli ni upi hasa. Lakini wewe kama ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuendelee kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Kabla hatujaingia kwenye rangi zenyewe, tuanze kwa kuelewa upofu ni nini. Upofu ni hali ya kupoteza kabisa au kwa kiwango kikubwa uwezo wa kuona. Unaweza kuzaliwa navyo au ukapatwa baada kutokana na majeraha, magonjwa au kemikali hatari, ikiwemo baadhi ya rangi. Kuna rangi ambazo hutengenezwa kwa kemikali kali zinazoweza kuwa hatari sana kwa afya ya macho. Hebu tuzitazame rangi hizo. Namba moja, rangi zenye risasi ama lead based paint. Rangi hizi zilikuwa maarufu zamani. Risasi ni sumu kali sana, ikiingia mwilini inaweza kuathiri mishipa ya fahamu, ikiwemo neva ya macho kwa watoto. Sumu hii ni hatari zaidi. Namba mbili, rangi za viwandani ama industrial dyes. Rangi zinazotumiwa kutengeneza nguo, plastiki au vipodozi bandia mara nyingine huwa na kemikali kali ambayo ina uwezo wa kuathiri neva za fahamu, hususan neva za macho. Hivyo mara nyingi rangi hizi za viwandani huwa na kemikali kali kama arsenic, mercury na chromium. Ikiingia machoni inaweza kusababisha kuungua, maambukizi au hata uoni hafifu wa kudumu. Namba tatu, kemikali za vipodozi bandia. Vipodozi vya macho kama eyeliner, mascara au contact lenses zenye rangi bandia mara nyingi huwa na rangi zisizo salama zinazowekwa karibu na jicho au ndani ya jicho. Zinaweza kusababisha uvimbe au uone hafifu au upofu ikiwa hazitotibiwa kwa maana hiyo. Sio rangi kwenye vitu pekee, hata mwanga wa rangi fulani unaweza kuathiri macho. Mwanga wa samawati ama blue light unaotoka kwenye simu, kompyuta na taa za LED unaweza kuharibu retina polepole. Hii haimaanishi utakuwa kipofu mara moja, lakini kwa matumizi ya muda mrefu bila kinga huongeza hatari ya macular degeneration, hali inayopelekea kupoteza uwezo wa kuona katikati ya jicho. Pia radha za rangi kali kama zile zinazotumiwa kwenye maonyesho au michezo, ikiwa mtu ataangalia moja kwa moja kwenye mwanga wa radha ya rangi kama kijani kibichi au nyekundu kwa muda mrefu, inaweza kuunguza retina na kusababisha upofu wa ghafla. Sasa swali ni je, tunaweza kujilinda vipi? Jibu ni ndio. Hapa kuna hatua muhimu. Namba moja, epuka vipodozi vya macho visivyo na alama ya ubora ama bench number ama TBS. Vaeni miwani ya kinga wakati wa kupaka rangi au kushughulika na kemikali. Upunguza muda wa kutumia screen au tumia kinga ya macho kama blue light filter. Epuka kuangalia raza au mwanga mkali wa moja kwa moja. Afya ya macho ni hazina isiyo na mbadala. Usidharau rangi au mwanga unaowekwa karibu na macho yako. Kama una dalili kama maumivu ya macho, kuona ukungu au kuwashwa, muone daktari wa macho haraka. Kumbuka, macho ni madirisha ya roho, tuyatunze. Asante kwa kusikiliza, hadi wakati mwingine, tuwe macho kwa macho yetu.